ni siku ya kumkumbuka baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. La kwanza, nimefurahi sana kwa hafla ya leo, lakini pia nimejifunza, na vijana lazima wajifunze kwamba wazee wetu tukiwaangalia kwa umri wao wametufundisha jambo, kwamba wamefika hapa wamejitunza. Haiwezekani asubuhi na mapema. Wametufundisha kwamba wanao uwezo na bado wanao uwezo wa kuamka kwa muda wanaopanga, kwa sababu hapa mmewasili saa 4, lakini huko mlikoanzia na maeneo mliopita ni mengi mpaka mmefika hapa. Maana yake mliamka mapema na bado mnazo nguvu. Jipigieni makofi tafadhali. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Ni siku ya kumkumbuka baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyefariki katika tarehe hii mwaka 99. Siku ya leo tunaiadhimisha kama kumbukizi. Mwenge wa Uhuru unazimwa leo katika kumwenzi baba wa taifa. Basi ni kuangalia ile mambo ambayo aliyapigania, kuangalia ile misingi aliyoiweka baba wa taifa, na hapo ndio kumwenzi baba wa taifa. Niwapongeze wazee wa Arusha kwa hafla hii na jambo hili mlilofanya. Mmemwenzi Mwalimu kwa vitendo. Sasa kwa Arusha mmetukumbusha kwamba nyinyi mnaheshimu heshima ya mkoa wa Arusha kwa ajili ya azimio la Arusha. Nilipoambiwa kwamba leo utawapokea wazee, ratiba yangu imebana sana, lakini kwa heshima ya wazee nikasema nifike niungane naye. Makofi mengi tafadhali. Kama rais anawategemea wazee na viongozi wa dini kupata ushauri, mimi mkuu wa mkoa ni nani nisifanye hivyo, na wakati ameniteua nije nimwakilishe hapa? Nawaahidi nitaendelea kuwasikiliza wazee katika uongozi wangu wa mkoa wa Arusha, na muda wote nitaendelea kuchota busara zinisaidie kushirikiana nanyi katika kupiga hatua ya maendeleo katika mkoa huu wa Arusha. Maneno haya ni mazito, yanatoka katika kinywa cha wazee wetu wenye busara, kwamba mmeishi kwa miaka yote kwa amani na mngependa nchi yetu iendelee kwa amani. Nataka niwaambie na kuhakikishia
mimi kama mkuu wenu wa mkoa wa Arusha nimepokea risala yenu, nimepokea maombi yenu, na kazi ya mkuu wa mkoa ya kwanza ni kuhakikisha katika mkoa wako pana amani na utulivu. Nataka niwahakikishie jukumu hilo nitalifanya bila wasiwasi, na niwahakikishie wananchi wa Arusha kwamba mkoa wetu utaendelea kuwa na amani kuanzia sasa. Wakati wa kampeni utakuwa na amani, wakati wa uchaguzi ikiwemo kupiga kura, na utakuwa na amani baada ya uchaguzi. Amani hii tulionayo imejengwa na misingi ya waasisi wa taifa hili, tukianza na Mwalimu Nyerere ambaye leo ndio kumbukizi yake. Sisi tuliopewa dhamana tunapaswa kuendeleza amani hiyo. Awamu zote zimelinda amani na muungano wa Tanzania. Nataka niwahakikishie amani katika mkoa wa Arusha itaendelea, ili tuendelee kuyapata maendeleo yaliyopangwa. Mkoa wetu unanufaika na miradi mingi mikubwa ya maendeleo. Mkoa wetu ni kitovu cha utalii. Sifa ya amani lazima iendelezwe katika mkoa wa Arusha. Risala yenu pia imeeleza mambo yanayowahusu wazee, na sisi kama serikali ya Chama cha Mapinduzi naamini jambo hili liko katika mpango. Kwa hiyo tumelipokea. Lakini lingine, matibabu mengine yanaanza leo kupitia ofisi yangu ya mkuu wa mkoa. RMO ataratibu kuwapima macho, kuwapima magonjwa yasiyoambukiza, na watakaogundulika na matatizo ya macho baada ya zoezi hili tutaratibu tukishirikiana na ofisi yangu na wadau kuweza kuwapatia miwani wale watakuwa na tatizo la macho. Na haya yanayofanyika hapa, na mwisho ni waahidi tena, ofisi yangu itakuwa wazi kupata ushauri wa wazee katika uongozi mkoa huu wa Arusha. Narudia tena, tahakikisha usalama katika mkoa wa Arusha. Jana nilitoa kauli iliyohusiana na hawa vijana ambao wanabip watatu mzuka, wanaopita na mapikipiki, wakati mwingine kuvamia watu, kupora watu. Tunawaambia katika kushughulika na swala la usalama wa wananchi, na hasa nyie wazee pia niwahakikishie tatu mzuka hawana nafasi katika mkoa wa Arusha.